wanasema kila kaida ya Kiislamu ina vitu ambavyo vimevuliwa, kuna vitu vimetolewa. Yani ukisema ni halali lazima kuna vitu si halali, ukisema ni haramu mutlaqan kuna vitu si haramu. Kuna hali fulani inapatikanwa kuwa sharia ya Kiislamu inakuhalalishia vitu ambavyo ni haramu. Mfano wake, mtu amesongeka. Sote tujua katika sharia mtu akisongeka basi anafaa kula kwa sababu ya kusongeka. Yani mtu amebanika kwa kiasi, ameambiwa wewe usipokula utakufa, basi mtu hafai kuua nafsi, atakula ili aiokoe ile nafsi. Faman iturra ghayra baghin wala aadin fala ithma alayhi. Mtu akisongeka basi hana makosa, waweza hata kula nyama ya nguruwe kwa sababu umesongeka. Kwa nini? Kwa sababu nafsi sio yako, nafsi si ya mwanadamu. Yani mwanadamu umeazimwa nafsi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu amekupangia halali hizi bwana, ndio zinaendana na mwili wako, na mimi nimekuruhusu ule hizi. Ila tu katika hali moja, ukiwa umekosa hizi na hii nafsi yangu itapotea, basi mimi nimekuruhusu kula hizi za haramu, lakini kwa kiasi ya kujizuia usife. Sasa kaida hii, je, mtu akisongeka anaweza kula riba? Na ni nani ambaye amesongeka na ameruhusiwa kula riba? Ama ni kila mmoja aweza kujitafutia udhuru? Na huu ni mlango pia si vizuri kufungua sana, kwa sababu sisi wanadamu tuna tabia ya kujitengezea udhuru. Mimi bwana nina udhuru bwana, mimi bwana huyu mtoto wangu ataka kuoa, na nisipokopesha kuenda kumuozesha huyu mtoto ataenda kuingia katika zina. La, sharia imetuwekea vitu ambavyo vinazingatiwa katika sharia ni udhuru. Udhuru sio ile ambayo utajitengezea wewe mwenyewe useme hii ni udhuru, hii ni haja. Kwanza katika sharia kuna haja na kuna udhuru na kuna mapambo. Kuna vitu katika maisha yetu ni mapambo. Waweza ukaishi bila gari, waweza ukaishi bila simu, waweza ukaishi. Kuna vitu ambavyo katika maisha yetu ni mapambo tu. Sisi ndio tumejiwekea kwa ni dharura, bali sisi wanadamu tumejiwekea vitu ambavyo ni haramu pia tukafanya ni dharura siku hizi katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha hata kula riba pia, lakini katika hali iliyotajwa ya mtu amesongeka. Mtu amesongeka anafaa kula mali ya riba ili asife au aiokoe ile nafsi. Kwa hiyo sio kila mmoja anaruhusiwa, au sio kila mmoja aende akatafute mikopo ya riba. Mtu ataka kununua gari aenda kutafuta mkopo ili ipatikane riba ndani yake, ataki kujua, bora apate gari yake. Mtu ataka kujenga nyumba, wewe unao nyumba ya kuishi, ama hata kama huna pia unao pesa ya kukodisha nyumba ya kuishi na kazi yako, ishi. Sio lazima uwe na nyumba ya fakhri na uende uingie katika mikopo hata kama ni ya riba. Lakini hali kama vile mtu amesongeka, ama mtu ameambiwa lazima afanye operation, na operation hii ni ghali na asipofanya aweza akafa, basi anaambiwa waweza ukachukua mkopo, ukaenda ukalipa ile operation, ukafanya ukaiokoa ile nafsi yako, kwa sababu nafsi ya mwanadamu inatangulizwa kuliko hata ibada, kuliko hata vitu vya haramu, kuliko vitu vilokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.